initiative is now every mother's smile. An indelible legacy. The mobile clinics are a joy to every family. And oh yes, your passion for mother and child is a great inspiration to mark progress. Every child celebrates their 5th birthday, and proudly a product of that initiative. The unending list goes on. Our First Lady, Mary Margaret. We salute you, Mary. The story of our First Lady is not only told, it's believed and felt by all. We are full of rich memories, memories of a people so healthy and so desired by Mary Margaret. Memories that shall forever inspire the KDF. I add not a word. Thank you for giving Kenya hope. Thank you. Asante sana. Mama wetu wa taifa, labda nikujuze tu kidogo kuhusu mwaka. Mwaka ilianzishwa rasmi tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021. Maono ya mwaka ni kustawisha familia zote za wanajeshi, wanaohudumu, waliostaafu, wajane na mayatima. Ili kutimiza maono haya, mikakati ya mwaka imo ndani ya nguzo 6. Nguzo hizi ni elimu, afya, ushauri, burudani, makazi na wastaafu. Mama yetu wa taifa, mwaka inakukabidhi leo zawadi 2. Zawadi ya kwanza, mama yetu wa taifa, ni mchoro. Ukitizama vizuri mama yetu wa taifa, utapata ni familia ya mwanajeshi. Ni familia iliyojaa bashasha. Bila shaka ni familia iliyopata huduma bora ya elimu na afya. Mama yetu wa taifa, zawadi hii inaleta kumbukumbu ya ari yako ya kutaka kustawisha familia za Wakenya wote. Ni bayana kwamba kupitia kampeni yako ya Beyond Zero umefikisha kliniki 47 kwa serikali zote za kaunti. Kliniki hizi 47 zimeimarisha mfumo mzima wa rufaa. Hivi punde Wakenya milioni 14 wanafurahika na huduma za afya. Umeweza kuchangisha zaidi ya milioni 600 ili kuimarisha afya za Kenya. Mama yetu wa taifa, mafungamano ya mwaka na kampeni yako ya Beyond Zero itastawisha hali familia za Wakenya wote. Tunakuomba mama yetu wa taifa, kwa unyenyekevu uridhie zawadi hii. Mama yetu wa taifa, zawadi ya pili ambayo nakabidhiwa na mwaka ni kikapu. Kikapu hichi mama yetu wa taifa kimetengenezwa na mjane. Huyu mjane amenufaika kutokana na ushauri ambao mwaka walimpa. Ndani ya kikapu hichi mama yetu wa taifa utapata mpango mkakati, yani strategic plan ya mwaka. Si tu utapata jarida la kumbukumbu la kusherehekea mwaka wa kwanza tangia kuanzishwa rasmi kwa mwaka. Mama wetu wa taifa, kikapu hichi unapoenda kustaafu kitakuwa muhimu sana katika kubeba amana zako. Mama wetu wa taifa, kikapu huanzia kwa kitovu. Kitovu kinaashiria uhai. Uhai unanasibishwa na mwanamke. Nyuzi ama zile nyuzi zinazosuka kikapu zinaashiria mashikamano. Hivyo basi tunakuombea mama wetu wa taifa, ukiwa pamoja na Mheshimiwa Rais, mashikamano ya milele daima.
Mama wetu wa taifa, kwa heshima tunakuomba uridhie zawadi yetu hii. Asante. Mama wetu wa taifa, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na Jeshi la Ulinzi. Zawadi zenyewe ni mbili, mama wetu wa taifa. Zawadi ya kwanza ni kigoda cha pambo la mwanamke. Kigoda hichi, mama wetu wa taifa, kinaashiria ukakamavu wa wanawake katika uongozi. Pia kinaashiria kwamba wanawake ni nguzo muhimu katika familia. Mama wetu wa taifa, umekuwa nguzo muhimu kwa Mheshimiwa Rais. Na kwa sababu hiyo, umemwezesha Mheshimiwa Rais aweze kutimiza kazi yake kwa urahisi. Mama wetu wa taifa, zawadi ya pili na ambayo inawasilishwa na Jeshi letu la Ulinzi ni simu ya kale. Simu hii inaleta taswira kwamba ingawaje unastaafu, tunatamani tuzidi kuwa na mawasiliano nawe. Mama wetu wa taifa, kwa heshima na taadhima kuu, tunakuomba uridhie zawadi yetu hii. Asante. Mama yetu wa taifa, zawadi mbili zinazofuata zinawasilishwa kwako na Wizara ya Ulinzi. Zawadi ya kwanza ni kinyago cha mabata maji. Kinyago hichi cha mabata maji, mama yetu wa taifa, kinaashiria upendo, neema, uzuri na haiba ya kupendeza. Bila shaka sifa hizi zote unazimudu. Mama yetu wa taifa, jozi ya mabata maji huashiria mashikamano ya milele. Hivyo basi tunazidi kuombea wewe ukiwa pamoja na Mheshimiwa Rais muwe na mashikamano ya milele daima. Mama yetu wa taifa, tunakuomba kwa unyenyekevu uturidhie zawadi hii. Mama yetu wa taifa, zawadi ya pili ya Wizara ya Ulinzi ni seti ya mchezo wa gofu. Seti hii ya mchezo wa gofu, mama yetu wa taifa, wakati unapoenda kustaafu, itakuwa muhimu katika kuboresha afya yako. Si tu itakuwezesha wewe kupata marafiki wapya na kudumisha wale wa zamani. Tunakuomba kwa unyenyekevu utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, tunaingia awamu ya pili ya utoaji wa zawadi. Zawadi 6 zinazofuata utazawadiwa. Watakaokupa zawadi ni kama wafuatao: majenerali wastaafu wakiwakilishwa na Jenerali mstaafu Joseph Kibwana. Jeshi letu la wanamaji likiongozwa na Kamanda Meja Jenerali Jimson Mutai. Jeshi letu la angani likiongozwa na Kamanda Meja Jenerali John Omenda. Jeshi letu la nchi kavu likiongozwa na Kamanda Luteni Jenerali
Peter Njiu. Jeshi la Ulinzi likiongozwa na Jenerali Robert Kibochi. Wizara ya Ulinzi ikiongozwa na Waziri Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Naomba wale wote watakaompa zawadi Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu na heshima na kukaribisha uje upokee zawadi zako. Mheshimiwa Rais. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi ya kwanza inawasilishwa na majenerali wastaafu. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Freshia. Ng'ombe aina hawa Mheshimiwa Rais asili yao ni Uholanzi kaskazini. Hawa ng'ombe wana sifa kadhaa. Kwa mfano, hutoa maziwa lita 40 hadi 50 kwa siku. Si tu ng'ombe hawa wana kizazi cha haraka, ndama wake dume wana thamani kuu, na maziwa yake yana asilimia kuu ya viwango vya protini na mafuta. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba uridhie zawadi hii. Mheshimiwa Rais, wanajeshi waliostaafu pia wana zawadi yao. Zawadi yenyewe ni kinyago cha simba anaelekea kustaafu. Mheshimiwa Rais, zawadi hii inaleta taswira ya ujasiri, heshima na mrahaba. Mheshimiwa Rais, wanajeshi waliostaafu wanarejesha shukrani zao kwa kuweza kuweka sahihi ule mswada wa wanajeshi waliostaafu. Umeimarisha hali zao na za familia zao. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la wanamaji.
Zawadi yenyewe ni ya mbuzi aina ya boa. Asili ya mbuzi hawa ni Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, kuna mbuzi wawili pale, kuna beberu na mbarika. Mheshimiwa Rais, beberu hukua na kufikia uzani hadi wa kilo 160. Naye mbarika hukua na kufikia uzani hadi wa kilo 110. Mheshimiwa Rais, mbuzi hawa wana sifa ya kizazi cha haraka na pia ni wastahimilivu. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la angani. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya kondoo aina ya dopa. Kondoo hawa Mheshimiwa Rais, asili yao ni Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, kondoo hawa wana sifa ya utoaji nyama, kisha nyama iliyo tamu sana. Mheshimiwa Rais, kondoo hawa pia hukua kwa haraka. Ndani ya miezi 3 hadi 4 hufikia uzani wa kilo 36. Mheshimiwa Rais, hawa kondoo pia wana kizazi cha haraka na ni wastahimilivu. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la nchi kavu. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Asia. Ng'ombe hawa Mheshimiwa Rais, asili yao ni ya nchi ya Uskoti. Mheshimiwa Rais, kwa viwango vya kati, ng'ombe hawa hutoa maziwa hadi lita 10. Husifika kwa ulaji mzuri wa kadri na uzuri wa kiwele. Maziwa yake ni aula zaidi katika utengezaji wa siagi na jibini. Mheshimiwa Rais, ng'ombe huyu anaitwa Panga. Alizaliwa tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2019. Ng'ombe huyu ni mjamzito. Panapokuwa na majaliwa, kesho huenda akajifungua. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa ridhaa yako utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la ulinzi. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Sahiwal. Asili ya ng'ombe hawa ni nchi ya Pakistan. Mheshimiwa Rais, ni fahali 10. Mheshimiwa Rais, ng'ombe hawa ni wavumilivu dhidi ya joto, kupe na vimelea vya ndani na nje. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu na kwa ridhaa yako utukubalie zawadi hii.
Asante. Mheshimiwa Rais, kuhitimisha zawadi zetu za leo ni zawadi kutoka Wizara ya Ulinzi. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni seti ya mchezo wa gofu. Mheshimiwa Rais, seti hii ya mchezo wa gofu itakuwa muhimu sana katika kuboresha afya yako, kuwezesha kupata marafiki wapya na kudumisha wale wa zamani. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, wakati tunahitimisha zawadi zetu, tunakuomba kwa heshima kuu tuende pembezoni mwa uwanja ili tuweze kufanya maonyesho wa mchezo wa gofu. Baada ya mchezo huu, Mheshimiwa Rais, tunakuomba utukubalie uweze kupiga picha ya jumla na askari wako. Mheshimiwa Rais, pembezoni mwa uwanja. Wakati Mheshimiwa Rais anaenda kufanya maonyesho ya mchezo wa golf, ningependa kualika maafisa wote wa ngazi ya Meja Jenerali kwendea juu waje mbele ya uga huu kwa sababu ya picha ya jumla. Golf season. Yes, sir. This is a club, United Kingdom. Yes, excellent. Now here, sir, we'll give you two demos. One is chipping to our green, as shown by the flag there. It's around 25 yards. Then you come and do the last putting green. Yes, sir. So first, you'll be shown the demo by our pro, Kevin Mabele. He's our KDF golf pro. So you'll do, and then give an opportunity to chip yourself, and then come and find it. Yes, sir. Welcome. Demo. Kidogo. Easy does it, sir. Easy does it. Did I report, sir? Well, sir. One more, sir. Well out, sir. Well out, sir. Welcome to the batting green, sir. Yes, sir. That's a nice one, sir. Thank you very much. Makofi kwa mama taifa. Makofi. Thank you very much, sir.
Asante sana. Yes. So hii
Mheshimiwa Rais, kwa hivi sasa naomba kumwalika Meja Jenerali Kiugu ili aweze kuendelea na ratiba iliyosalia. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the First Lady, Cabinet Secretaries present, Chief of the Defense Forces, the Vice Chief of the Defense Forces, Principal Secretaries present, service commanders, general officers, both serving and retired, senior officers, members of the Military Wives Association of Kenya, officers, Defense Forces Sergeant Major and Service Sergeant Majors, NCOs, family members, distinguished guests, ladies and gentlemen, na askari wenzangu, KDF, Your Excellency, the presentations that have been done before us by adults, family members of the KDF, and our children are clear testimony of your servant, charismatic, and transformative leadership. Your Excellency, I can only repeat 3 words out of that. God bless you. It is now my honor and duty to invite the Chief of the Defense Forces to make his remarks. Chief of the Defense Forces, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief, Excellency, the First Lady, Honorable Ministers here present, the Honorable the Attorney General who is with us here, the Principal Secretaries present, the General Officers present, both serving and retired, senior officers, the leadership of MWAC, our families who are here, my fellow soldiers, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, we are delighted today to have you attend this grand farewell ceremony. It is fitting that the Commander-in-Chief's retirement is not permitted to pass without paying tributes of respect, appreciation, and affection that the KDF has had over the last 10 years. And therefore, sir, allow me, on behalf of all the officers and service members,
both serving and retired, including our families here and those who are not here, to thank you very much for taking KDF to very high levels. It is true that as you retire, we'll be left with fond memories of Your Excellency's trust and confidence in this institution of the Kenya Defence Forces. We have, as an institution, developed over the past 10 years huge capacities and capabilities across the entire defense spectrum, and this is manifested to a large extent in the number of troops that we currently have, the number of capabilities that have been shown in the documentary, and it is evident for anybody to see how far we have come. Today, we are proud to have a human resource that is skilled in critical disciplines, ranging from top-notch soldiering, who indeed are the arrowhead of the KDF, to adept logisticians who support the arrowhead in all dimensions. Your Excellency, you must be proud as you relinquish command on Tuesday that you have left behind one of the finest military institutions in this continent. This we continue to promise that we will continue to execute our mandate of protecting the territorial integrity of Kenya in keeping with our motto, Ulinzi Daima. Your Excellency, I know we've been here for long, and with that, sir, allow me once again to, on behalf of the entire KDF fraternity, to thank you very much, and we look forward to interacting with you even in your retirement. May I now humbly invite Your Excellency to address your officers, the service members, and our dear families during this very auspicious occasion. Your Excellency, sir. Asanteni sana. Thank you very much. Please be seated. Honorable Cabinet Secretaries here present, CDF, VCDF, service commanders, all general officers serving and those retired, and service members, officers of KDF, your families who are here present, these wonderful school children who have entertained us. Hamjambo. Hamjambo tena. KDF. KDF. Asanteni sana. Mbele ya nisome hotuba kidogo niko naye hapa, ningewauliza kwa heshima ya Malikia ambaye aliaga jana usiku, kama tunaweza tusimame kwa dakika moja ya heshima, kwa sababu tunajua alipata mamlaka yake akiwa kwa nchi hii yetu ya Kenya. Asanteni sana na washukuru. Ladies and gentlemen, since the 9th of April 2013, when I took the office as President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief
of the Kenya Defence Forces, it has been a journey that we have walked together as Kenyans. I take this opportunity to most sincerely thank all Kenyans for their extraordinary support which they have lent me, which made and continues to make significant contributions towards the prosperity of our nation. In the past almost decade, we marked a critical stage in the implementation of devolution under the new Constitution 2010. This system of governance was a vehicle of bridging inequalities and enhancing service delivery to our people. And despite challenges under devolved governance, I do believe that Kenya has attained significant social, economic, and political development, and has indeed enhanced its democracy. Our nation, Kenya, continues to be a beacon of peace in the region. The stability and peaceful environment has enabled meaningful development across this country. And to this end, I must note that government institutions collectively undertook various roles to ensure this service delivery. However, it cannot be gainsaid that national security and stability are integral parts of our development. The ever-changing security environment and dynamism called for proactive security apparatuses. The security sector has adequately espoused robust measures to mitigate unprecedented domestic as well as transnational terrorism threats. Indeed, our multi-agency engagement and efforts ensure that the security of our country, but also the stability of our region. And indeed, the commitment of KDF and indeed all our security agencies to performing their duties within and beyond our borders has been priceless. Investing in the capabilities of the security agenda and agencies was critical to my agenda. The modernized capabilities and the infrastructure setting up at strategic locations around the country ensured the security forces effectively undertook their constitutional mandate. In addition, the geostrategic military installations established in various parts of the country are a milestone for national, regional, as well as global security operations. On the other hand, as has been stated, the National Defence University, Kenya, will also spearhead strategic, scholarly discourse in security while safeguarding Kenya's interests in the national as well as in the regional arena. So, ladies and gentlemen, I cannot emphasize enough that a peaceful and stable Kenya is founded on our unity, but also on our patriotism. The cooperation among ministries, departments, and agencies in a whole-of-government approach is vital in safeguarding our unity. And the Big Four agenda, founded on an unwavering desire to transform living conditions, I do believe is a development blueprint
to enhance service delivery, and to improve lives through providing affordable universal health care, affordable housing, food security, as well as developing manufacturing for jobs. Whereas challenges remain, ladies and gentlemen, I do believe that there are several bright spots and good practices across our 47 counties. In actualizing the Big Four Action Plan on the affordable healthcare pillar, hospitals have been constructed and rehabilitated across the country in Nairobi, Nyamira, Nyeri, Kiambu, Wajir, Samburu, Busia, just to name a few. But also in recognition of the role played by our security agencies, there has also been significant efforts in the construction of regional KDF hospitals in Nairobi, Isiolo, Eldoret, Nakuru, and soon Mombasa, amongst others, not to mention the police hospital and the prisons hospital, which are also now complete. These facilities will be able to offer specialized health services to all our security forces. So the infrastructure development during my tenure was affirmation of the promise to transform Kenya as a strategic frontier featuring strategic prioritized projects. These include the construction of the SDR, the road network across our country, including the Nairobi Expressway, Kenya's new shipyards in Mombasa and Kisumu, have all put our country on a global trajectory. In addition, ICT infrastructure has also enhanced the digitization of government services, not to mention an expanded electricity, as well as water connections to households across the country. So, ladies and gentlemen, allow me to mention today in particular that women are a pillar of any society that seeks to succeed. They have the potential to influence positive change. And indeed, in the last 10 years, my administration adopted initiatives that saw Kenya spring on the course of realizing gender equality. Policies were championed in government departments and ministries to achieve gender equality and in the empowerment of women in governance. And indeed, today, we have two ladies with us, Ambassador Rachel Omamo, as well as Dr. Monica Juma, who, at one stage or another, were cabinet secretaries in the Ministry of Defense, while we also have our First Lady General Officer, Major General Fatuma Ahmed, and I believe that all of this is progress towards involving and ensuring that gender is taken into account in all policies and in all areas of governance. So, ladies and gentlemen, to UKDF, I want to pay particular tribute. I appreciate the support and participation that KDF has rendered not just in the security sector, but also in our national development. We cannot underscore the incredible role that you have had in rehabilitating key infrastructure across the country that had been once upon a time left dilapidated. The Nairobi-Nyanyuki, the Nairobi-Nakuru-Kisumu meter gauge railway, the Kisumu dockyard, Mbita Causeway, the Kenya Meat Commission, just a few. And all these are a dream that have come true to many Kenyans whose contribution to livelihoods
our people will be hugely impactful, especially to those who live in pastoral areas who now have a consistent and ready market for their livestock. Furthermore, under the affordable housing pillar, through the public-private partnership, the construction of 3,500 housing units for service members in Nairobi, Mombasa, Nakuru, and Nyanyuki has commenced, as well as the NCO facility that is being developed in Gilgil. To support the preservation as well as presentation of our history and our cultural heritage, the KDF led a multi-agency team in the construction of the Uhuru Gardens National Monument and Museum, which will be a central place for the preservation of our history and heritage. The Defense Forces counter-terrorism efforts, together with those of other security agencies, will continue to be crucial in ensuring our national security. So I salute each and every one of you, ladies and gentlemen, for your commitment and dedication to duty, your selfless service to our country, and I ask that you remain steadfast and support the incoming administration, just like you have supported my administration and that of my predecessors. As we depend on God to protect our beloved country, we all look upon you to implement this prayer by defending our territorial integrity and sovereignty, and by always being mission ready. I want to thank everyone who has walked the journey of building our nation with me, and once again, in particular, the Kenya Defense Forces. KDF oye! KDF oye! Asanteni sana, Mungu awabariki. I will miss you, but we are still together. Asanteni sana. Thank you very much. Shangwe na vigelegele kwake Mheshimiwa Rais, makofi mazuri. Asante sana Mheshimiwa Rais, nasi pia tutaweza kukumiss upande huu wa pili. Basi Mheshimiwa Rais, wakati wowote tokea sasa tutakuwa tunapokea tamasha la ndege zetu za kijeshi kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Tampisha mwenzangu Jabiri aweze kuendesha kipindi hicho. Asante sana mwenzangu Sergeant Misango Mbae. Mheshimiwa Rais, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunapokea tamasha la ndege, ikiwa ni heshima na kukutakia kwa heri ya kuonana kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Basi kwa utaratibu kabisa, ni ndege aina ya Puma ikilibeba bango linalosema hongera rais wetu. Makofi, shangwe na vigelegele wakati Mheshimiwa Rais anapopokea heshima hii na kwa heri ya kuonana kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Basi asante sana mwenzangu Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa tamasha hizi za kutoka kwa jeshi letu la wanaanga.
Hivi sasa tutaweza kuwa na sherehe za machweo ya jua, beating of the retreat by the KDF band. Senior Drum Major, tafadhali wapo uko tayari, uwanja ni wako. Beating of the retreat by the KDF band. Basi tutakuwa tunapokea sherehe za machweo ya jua.
Ni zamu sasa ya mkurugenzi wa mziki Captain Joseph Mturi kuweza kuchukua nafasi yake tayari kutekeleza wajibu wake siku ya leo. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa Injili, wimbo wa kushusha bendera, wimbo wetu wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Hivi sasa mwelekezi mkuu wa bendi hizi za majeshi ya ulinzi akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya idhini ya kuweza kuondoa bendi hizi uwanjani. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kupokea saluti hiyo kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi. Na niombe kwa heshima tuweze kuketi tafadhali ili tuweze kuwapa mwelekeo wa kuweza kufumukana kutoka mahali hapa. Let us all be seated. Let us all be seated as the CDF escorts His Excellency and the First Lady. All general officers, all serving and retired general officers, and all officers
who have been invited to go for the next function, I kindly request you to move in front of the VIP pavilion and you board your respective buses. All other officers who have also been invited, I kindly request you to move to that location in front of the VIP dais and you board your bus. The members of MWAC, your bus will be the one after the retired general officers and protocol officers will be able to show you. The other officers, there are 2 buses, 62-seater. Those who have been invited, you'll be able to board your buses as you'll be guided by the protocol officers. For the rest of the personnel, you shall be informed of where you are going to receive your meals, including the other officers who are not going to DOD. The other officers who are not going to DOD, you'll have your meals in front of the VIP pavilion at the large tent. For the Naam, basi mpenzi mtazamaji, ni hafla inakamilika yake Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa anapewa tu buriani ama kwa heri kutoka kwa majeshi ya ulinzi ya taifa hili, ambapo sasa atakuwa anaelekea katika maeneo ya Mankuli ambapo atapata chamcha kabla ya kuelekea katika makao makuu ya jeshi ama majeshi ya ulinzi DOD, ambapo watafanya hafla nyingine tena itakayotamatisha hafla hizi za buriani kwa Rais Uhuru Kenyatta baada ya kuwa kwake mamlakani kwa miaka 10 iliyopita. Kumbuka kwamba ni hafla ambayo ilianzia asubuhi ya leo na ni hafla ambayo imekuwa ni ya kufana, kwani mbali na kukagua gwaride lake la pili kutoka mwisho, amekuwa ni mwenye kupokea zawadi kem kutoka kwa wanajeshi, yeye pamoja na mama wa taifa, Mama Margaret Kenyatta, ambaye wamepokezwa zawadi kem na amekuwa ni mwenye kushukuru sana wanajeshi na usimamizi wa wanajeshi kwa yale ambayo wamemwezesha yeye kama rais kuweza kutekeleza, na vile vile kabisa jinsi ambavyo wamejitokeza walipoitwa wawe ni wenye kufanya majukumu ya kitaifa katika taifa letu la Kenya. Na kwa sasa tutakuwa tunaelekea katika maeneo ya DOD ambapo watafanya hafla nyingine ya kumvuta nje, ya kumkokota nje atakapoabiri gari aina ya Land Rover ambayo inafanyiwa mwanajeshi ama jenerali anayeondoka katika kambi. Kumbuka kwamba kulikuwa na hafla ya kushushwa kwa bendera ambayo inajulikana kama beating of retreat ama tamasha ya machweo, ambapo inaashiria kwamba muda umekamilika wake wa makabiliano ya aina yoyote ile, makabiliano yake ikiwa ni ya kuongoza taifa hili, na muda huo umekamilika, na sasa bendera hile ikishuka inaashiria kwamba yeye sasa anaelekea nyumbani kwa mapumziko na sio tena kazi za utawala wa taifa. Kumbuka kwamba tunatarajia kwamba atakuwa ni mwenye kukagua gwaride lake la mwisho siku ya Jumanne katika uga wa Kasarani kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Rais William Ruto, ambaye atakuwa anachukua hatamu za uongozi kutoka hapo. Na amekuwa ni mwenye kuwapa kongole sana wanajeshi kwa uadilifu na kuendesha shughuli kwa utaratibu uliofana sana katika taifa hili. Kumbuka kwamba sasa tunaelekea katika makao makuu ya jeshi DOD, ambapo tutakuwa tunaangazia tamasha hiyo ya mwisho ya kumkokota rais nje ya tamasha hilo. Na hivyo ndivyo tunatamatisha matangazo haya ya moja kwa moja kutoka Ulinzi Sports Complex, ambayo yalijulikana kwa lugha ya Kimombo Kenya Defence Forces Grand Farewell to the Commander-in-Chief Uhuru Kenyatta. Hivyo ndivyo tunatamatisha, na sasa nakurejesha studio hadi wakati ambapo tutakuwa katika maeneo ya DOD, ambapo tutaangazia na kushuhudia hafla itakayotokea katika maeneo hayo. Jina langu ni Hassan Mugambi, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya moja kwa moja, na kutakia utazamaji wa vipindi vyetu vilivyosalia usiokuwa na bugdha yoyote.